kwa neno. Ningependa sote tufungue kitabu cha Marko 5 mstari wa 1 hadi 10. Marko 5 mstari wa 1 hadi wa 10 inasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake alikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuweko makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamshuhudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akajibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana. Ningependa uangalie mstari wa 10, nasema akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Bwana Yesu asifiwe. Pigia tu Yesu makofi mazuri. Namshukuru Mungu kwa umbali ambao ametutoa, kwa umbali na mema ambao anatenda juu ya maisha yangu. Leo ningependa kufunza kidogo na pia kuhubiri kidogo vile Mungu atakavyonieleza ama kunielekeza juu ya dealing with evil foundations. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tumeishi, kila mwanadamu kuna mahali alitoka. Unapoangalia mwenzako kuna mahali ametoka. Na nashukuru Mungu sana kwa ajili ya ibada ya leo, maana neno langu linawana sawasawa na ujumbe ambao Mungu amekusudia Jumapili ya leo. Kuna wale ambao wameingia leo watafahamu vitu vikubwa na hawatatoka jinsi walivyoingia. Kuna yule ambaye amebeba kile ambacho akioni na hajatambua, lakini kwa kupitia ujumbe wa leo mambo yanaenda kubadilika. Maana kuna madhabahu ambayo unaenda kukabiliana nayo ambayo hukujua yako na yako. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa natayarisha neno hili, nikawa napata ufunuo mkubwa sana wa mizizi, ya kwamba watu wengi tunakimbilia kuona matunda kwenye mti, lakini hatukimbilii kuona mizizi. Wakati vitu vibaya vinatendeka kwa maisha mwanadamu, tunaona tu matunda ya mambo mabaya, lakini hatuoni mizizi inayosafirisha, hatuoni mizizi inayoshikilia, hatuoni mizizi ambayo imeshika sana. Niposa asubuhi ya leo ama mchana wa leo ninakuja na ujumbe wa dealing with evil foundations. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa napata ufunuo ya kwamba what is a foundation? This is a vital aspect of one's life that determines what comes next. Usishangae na kizungu. Hii ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila mwanadamu, ambaye inaashiria kile ambacho kinakuja ama kile ambacho kinafuata. Nikawa napata ufunuo mkubwa sana, wapendwa, ya kwamba kuna wale ambao wameokoka na wakamfuata Kristo, lakini kuna foundation, kuna misingi ambayo iliwekwa ndani mwetu ambaye sisi hatujagundua na hatujatambua. Ndiposa kila wakati unasimama katika maisha ya Kristo, unasikia Mkristo anasema maisha yangu ni yale yale. Leo nimekuja na ujumbe kuchochea ya kwamba kuna misingi ambayo tunaenda kuangusha. Leo hakuna cha kukaa tu utulie. Nitakuwa ninahubiri na nikisema amuka uombe, tunavunja. Na tutakapomaliza vipindi vyote, wapendwa, kuna vitu ambavyo vitatuachilia. Bwana Yesu asifiwe. It is a grand work of anything that standing originates.
ya kwamba kila chochote ambacho kinasimama lazima kuwe na msingi ulioanzishwa. Ikiwa ni kitu kizuri kuna msingi mzuri, ikiwa ni kitu kibaya kuna msingi mubaya. Bwana Yesu asifiwe. And this one, it is a person's past. Inaweza kuwa matendo ya kitambo, vitu ambavyo watu waliotutangulia walifanya, ambao zinaandamana na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema misingi mingine inajijenga, ninailinganisha na mizizi. Kwa nini? Ya kwamba unapoangalia mmea ni vigumu sana kuona mzizi wake, lakini unapoendelea kunenepa na kukua, ikitoa matunda na matawi, watu wanaona hii ni mti fulani. Lakini haikui hivyo kwa sababu misingi yake chini ina nguvu. Wapendwa, kuna misingi, ningependa kuzungumuza juu ya misingi ya aina mbili, lakini au based on the evil foundation. Ukifungua kitabu cha Wakorintho, ningependa tuende kwa kitabu cha Wakorintho, 1 Corinthians 3 verse 11 to 14. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 11 hadi 14. Biblia inasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kuna msingi ambao unawekwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ambao unaitwa msingi ambao ni Yesu Kristo. Nilipokuwa nikiangalia neno hilo, lilinitia moyo nijenge mtu asubuhi ya leo. Ya kwamba wewe uliyeitikia Kristo, kuna msingi ambao umesimama juu. Wewe uliyeamua kumfuata Yesu, kuna msingi ambao umesimama juu. Biblia inasema ya kwamba kila kazi itadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye anafanya kazi ya Mungu, huenda kuna watu ambao watambui yule anayeosha, kuna watu ambao watambui yule anayepanga, kuna watu watambui yule anayefanya kazi ndogo ndogo. Kuna msingi ambao unajenga, ambao kuna faida wapendwa, ambao kuna faida wapendwa, ambaye ni ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba yeyote atakayejenga kwenye msingi huo, atumie dhahabu au fedha au nyasi ama chochote, haitakuwa ya hasara. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa uangalie mwenzako umwambie ya kwamba kuchagua Yesu kuwa msingi sio hasara. Kuchagua Yesu kuwa kimbilio sio hasara. Kuchagua Yesu kuwa ndiye Mwokozi sio hasara. Maana kuna faida inayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba maana kila kazi ya kila mtu itaonekana. Kila kazi ya kila mtu itaonekana. Jinsi ilivyoonekana wakati wa Tabitha, wakashika manguo wakamuendea Petro, ya kwamba angalia alikuwa anatushonea, angalia alikuwa anatusonea. Watoto wetu hawangekosa nguo, sisi wenyewe hatungekosa nguo. Kazi ya Tabitha ilizungumza mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kujenga yule ambaye amefika asubuhi ya leo, ya kwamba tazamia msingi wako kuwa Kristo. Maana hakuna hasara kwa mtoto wa Mungu, hakuna hasara kwa anayeitanishwa na Kristo, hakuna hasara kwa anayeitwa aliyemkubali Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazidi kutueleza ya kwamba ukisoma Zaburi 11:3 inatuambia ya kwamba msingi ukiharibiwa, je, wenye haki watakuwa wapi? And when I was looking at this verse, ikakuja ikanipa ufunuo mkubwa ya kwamba foundation are just like roots. They can be hidden but the fruits are visible.
ya kwamba misingi ni kama mizizi, inaweza kuwa imefichika, lakini matunda yake yanaonekana. Unapoona kitu kibaya kinaendelea, kuna misingi ambayo ilianzisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa ukiangalia Zaburi 127, Biblia inasema ya kwamba Bwana asipoujenga mji, wajengao wafanya kazi bure. Ndiposa ningependa kutia moyo yule ambaye ameingia hapa asubuhi ya leo, ya kwamba tamania msingi wako kuwa kwa Kristo. Kuna watu ambao wanaweka misingi yao kwa maarifa yao. Kuna watu ambao wanaweka misingi yao kwa mababu. Unabeba unasema mimi nimeokoka, lakini kuna msingi bado umeshikilia. Unasema mimi ni muimbaji, lakini kuna mizizi ambayo umeshikilia. Asubuhi ya leo ningependa kutia moyo ya kwamba achilia misingi yote, tamania kushika msingi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. In every human being there is something hidden. Leo unapokaa vile umekaa hivyo, kuna kitu fiche. Wengine tumeficha mizigo ya familia. Wengine tumeficha damu za ukoo zinazotutesa. Wengine tumeficha kazi za mababu na nyanya waliofanya. Wengine tumeficha vitu ambao tulipewa ambao vinatubebesha mizigo usiku na mchana. Nilipokuwa ninanena nilikuwa nafikiria juu ya neno hili. Nilikuwa naambia Baba nisaidie ya kwamba chochote ambacho nilipewa bila kujua, nisaidie ili niweze kukivunja. Nisaidie ili niweze kutoka ndani. Nisaidie ili niweze kusimama. Unaweza kuwa unatazamia msingi wako uwe Kristo, lakini kuna misingi mingine iliyoinuliwa juu sana. Ni wewe kuambia Baba mchana wa leo ya kwamba ninaangusha misingi ya damu, ya kwamba ninaangusha misingi ya ukoo, ya kwamba ninaangusha misingi inayonisukuma. Ninajenga msingi mpya, msingi utakao nisimamisha, msingi utakao nitetea, msingi utakao badilisha maisha yangu. Acha niwaambie wapendwa, tofauti ya yule ambaye anapokea na yule ambaye anatarajia kuna vitu viwili. Kuna mmoja ambaye ameamua ya kwamba anawacha vyote amfuate Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Napo nena hili linanikumbusha Batimaya ya kwamba Yesu alipokuwa anapita alizidi kupiga kelele, Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Na watu wakawa wanamwambia nyamaza. Jinsi unavyokaa unasema nitaachia nani? Jinsi unavyokaa unasema pastor ungejua familia yetu. Jinsi unavyokaa unasema pastor ungesema hiyo, maana unanikumbusha mateso ya wale. Nimekuletea ujumbe wapendwa ya kwamba Batimaya alipozidi kupiga sauti, Yesu akaamurisha aje kwenye msingi mpya, aje kwa msingi unaosafisha, aje kwa msingi unaoinua. Batimaya aliposimama, Biblia inasema alitupa vazi lake. In short alisema nimechoka na msingi wa umasikini, nimechoka na msingi wa upofu, sasa ninajenga msingi mpya kwa Kristo. Wapendwa, wacha nikutie moyo mchana wa leo ya kwamba kuna vitu ambavyo utavitupa ili uone mwanga wa Mungu. Si rahisi wapendwa. Kuna vitu ambavyo itabidi uvitupe ili uone msingi wa Yesu, ili uone Yesu akikuinua, ili uone Yesu akikubadilisha, ili uone Yesu akikubeba. Maana Batimaya anapotupa msingi wake wa upofu, anaanza msingi mwingine wa mwana wa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Maana yeye ni Mungu mwaminifu. Hawezi akaleta neno likapita bure. Maana anasema analeta neno na analifuatilia. Kuna yule ambaye ameingia hapa anasema nimechoka. Leo hii mizigo inaisha. Leo hii mizigo inakuachilia. Leo hii uhuru unaonekana. Pigia Yesu makofi mazuri wapendwa. Let us
us look at types of evil foundation. Msingi wa kwanza nimesema bora ni msingi wa Kristo. Na ningependa kuwapongeza yoyote ambaye ameingia mahali hapa na ulitaja Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Na kama haujawahi tamuka, ningependa kuchochea leo ya kwamba jitoe tu kama ule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu. Useme ninajiwachilia mbele ya msingi wa Yesu Kristo, ya kwamba kuanzia leo ninaokoka. Yesu Kristo anajengwa msingi juu ya maisha yangu. Kuna vitu ambavyo wapendo utaona si vya kawaida. Let us look at types of evil foundation. The first one is our bloodline. Mahali ambapo tumetoka. Mahali ambapo we are connected by blood. Ningependa tuangalie Kutoka 2:1. Exodus chapter 2 verse 1. Biblia inasema mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akamzaa mwana, na alipoona ya kwamba mtoto ni mzuri, akamficha miezi 3. Hadithi hii inaongelea Musa. Musa alikuwa mtu ambaye Mungu alimpenda. Angeweza kuzungumza na Mungu uso kwa uso. Lakini kuna damu ambaye Musa alitoka ndani, ambaye ilimzuia yeye kufika katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Anger made Moses not to reach the promised land. Kwa nini? Maana alitoka ukoo wa Lawi ama Levi. Unaposoma Biblia Genesis 49, itakwambia kile ambacho Levi na Simeoni walifanya. Walipogundua ya kwamba binti yao Dina amenajisiwa, walijifanya wazuri na wakataka kuhusiana na wale. Lakini kwa sababu ya hasira walienda na wakaangamiza ukoo ule. Musa alipozaliwa, kwa sababu alikuwa ndani ya ile damu, hakujua ya kwamba kuna msingi uliokuwa umewekwa. Na kwa sababu ya hasira Musa alimtumikia Mungu, lakini hakuweza kufika nchi ya Kanaani. Wacha niwatie moyo wapendwa, ya kwamba usipogundua damu ambao umetoka ndani utahangaika. Usipogundua mahali penye umetoka utahangaika. Kwa sababu gani? Damu ya ukoo inazuia maendeleo yetu. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kwa sababu gani? Mapepo ya damu ya ukoo yanaweza yakatufikia kwa sababu ya maagano yaliyofanywa na babu na nyanya. Hiyo ni kitu ambayo watu wanashangaa. Unakuta mtu anasema mimi ni mhubiri, ninahubiri. Mimi ni yule ambaye ninanena mpaka anga inafunguka. Lakini kwa sababu kuna damu inayodai ya kwamba sisi tuliishi katika damu hii, tulifanya hivi, tuliabudu miungu hii, yeye ni nani? Ndio unakuta mtu anainuka na kwa muda mfupi ameisha. Unaona leo hako, kesho hayuko. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakujua kuvunja misingi inayohusiana na sisi kidamu. Bwana Yesu asifiwe. Unapata watu wabaya kama wachawi wanapigana na familia zetu. Wanatoa dhabihu, wanatoa watu, wanatoa wanyama kila wakati kwa madhabahu yao, ili kupea madhabahu yao nguvu. Na wewe unaitanishwa na jina hapa, wewe unaitwa mwanapawa, tamani kukesha katika madhabahu haya, tamani kuwa katika madhabahu haya, ya kwamba waganga na wachawi wanapofanya kadabra yao, wanakutana na nguvu za madhabahu haya, wanakutana na upako wa madhabahu haya, wanakutana na majibu ya madhabahu haya. Huwa naambia watu nijaribu nione, maana ninajua mahali nimesimama. Kuna watu ambao mtu anakuambia nitakujaribu, unaanza kuwa na wasiwasi. Sijui niende wapi, sijui nitafute fare wapi. Hakuna haja ya kutafuta fare, maana majibu yako yako hapa. Majibu yako yako kwa madhabahu haya. Ni wewe tu jitambue. Bwana Yesu asifiwe. Wanapoenda kwa madhabahu yao,
kwa sababu tunaitanishwa nao kidamu. Wanafanya nini? Wananena kushindwa, wananena kukataliwa, wananena kifo, wananena kukwama, wananena machungu juu ya maisha yetu. Na wewe unaitanishwa katika madhabahu haya, unapogundua ya kwamba kuna kitu ambacho kinatendeka si cha kawaida, unakuja kwenye madhabahu haya, unasema jinsi wanavyosimama kwenye madhabahu yao, na mimi ninasimama kwenye madhabahu haya. Ninakanusha kifo, ninakanusha kukwama, ninakanusha kukataliwa, ninakanusha kila magonjwa, na unatoka na ushindi. Hey, usikae tu ukavumilia, maana wanaotutesa ni wa damu yetu. Unakuta mtu anasema ni nyanya ananihangaisha, ni babu ananihangaisha, ni kuka ananihangaisha. Leo ambia huyo kuka, wewe ninasimama na nguvu za madhabahu haya ya kwamba ninaingia ndani ya damu ya Kristo. Sina ukoo nawe, sina urafiki nawe, unachonipangia na kurudishia, na utaona Baba atatenda. Kuna watu ambao wanapata reverse gear. Bora tu jitambue ya kwamba unajitenganisha na wao. Jinsi mtoto anapozaliwa anatenganishwa na mama, anaambiwa wewe umekuwa kwa hii tumbo, umekula ya kutosha, sasa toka, anza kupambana, mdomo funguka, kunywa maziwa. Ndio wewe unasema ya kwamba babu, kile ambacho umetumia changu kinatia nguvu madhabahu yako. Leo hii I disconnect myself. Ikiwa ni nywele nakataa, ikiwa ni damu nakataa, ikiwa ni nguo nakataa. Chochote changu kinaitanishwa kwa hiyo madhabahu, ninakiondoa, ninakikataa, ninakiharibu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri. Another thing is environmental. Mahali ambapo tunakaa, mahali ambapo tumetoka ni makazi tofauti tofauti. Unapata these are places where we live. Unapata mtu anatoka anaenda kutafuta kazi mahali, jinsi vile mimi nilitoka kwenda kutafuta kazi. Unapata mahali ambapo umekaa, mahali ambapo unaishi, kuna maeneo, kuna the principalities that are ruling. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ambacho nimesoma Marko 5:1-10, ya kwamba palikuwa na kijana mmoja aliyekuwa anaishi kwenye makaburi. Biblia inasema alikuwa na nguvu kushinda wote, ya kwamba angefungwa pingu angekata, angefungwa minyororo angekata. Na alipomuona Yesu alipiga kelele. Kwa nini? Maana alitambua hii si pepo ya maeneo haya, maana alitambua huyu si kama kawaida. Alitambua kuna mwingine mpya ambaye amekanyanga into our territory. Na Biblia inasema akamsihi Yesu asiwatese, lakini akamuomba jambo moja, ya kwamba usinitoe nje ya hii nchi. Kwa nini? Maana wanatawala nchi ile. Bwana Yesu asifiwe. Because they are rulers of that place. Nikawa napewa ufunuo, wapendwa, ya kwamba popote ambapo umetoka ni wewe kusimama na kunenea ya kwamba any principality, kila agent wa giza ambaye ana operate in that area, mtangazia ya kwamba nimefika, mtangazia ya kwamba nimekuja, ya kwamba hata kama umefunga wote, mimi hautanifunga. Kuna maeneo ambayo unahamia unaanza kuisha. Kama ulikuwa na pesa inaisha, kama ulikuwa na amani inaisha. Maana ukiangalia pale ni vita. Wewe ndio umeingia na amani, na kwa sababu haujitambui, you get in the realm. Wanakuambia hata wewe amekuanza, si ati wewe amekuanza. There was a principality there operating, na usipotambua watakutawala. You get there some areas watoto hawasomi, hawaendi shule, hawafikiri shule. Unabeba wako anafika form 2 anawachia hapo, kwa sababu maeneo ya hapo hayaruhusu mtoto kusoma. Unakuta kuna mali pengine poverty is the stake. Wacha niwaambie wapendwa na sidhi yaka, ukienda mahali unakuta wanauza kila kitu 5, 10,
sijui sabuni ya 5, chumvi ya shilingi, sijui magadi ya sumuni. Hama hapo, hama hapo. Watoto wa power, hama hapo. There is a principality of poverty. Si wadanganyi. Na si ati nasema kwa sababu nina pesa. Ninawaambia ukweli. Utatoka kununua ya 100 uanze 5 shilingi. Na unajua nini kitatendeka? Noti zitapotea. Utakuwa mama wa mashilingi. Unasema hapa maisha ni cheap. Hakuna maisha cheap. There is a principality of poverty there. Kataa. Hey, kataa. Ya kwamba hiyo sio sehemu yako. Enda mahali ambapo watu wanatoka kwenda shopping. Utaona pesa inatoka. Hey, toka kwa chumvi ya shilingi 5. Ingia kwa troli ya supermarket. Maana hiyo ndio neema ya watoto wa Mungu. Mama. Hey, ama kwa maeneo ya vitabu ya kukopa. Ingia kwa maeneo ya kukopesha. Ya kwamba unapotembea watu wanasema huyu dada siku hizi haishi huku Islam, anaishi tao. Hata kutembea kwake ni tao. Maana Yesu anabadilisha. Maana anasema yeye ni Mungu wa fedha na dhahabu. Kwa nini uombe? Kataa. Hey, maeneo ambao unakuta vita ni usiku na mchana. Wewe haulali. Majirani twa. Ama sema hii sio sehemu yangu. Mimi nataka kuingia mahali penye nalala usingizi mpaka jua linaniamusha. Sio kelele inaniamusha. Sio shida inaniamusha. Sio nini inaniamusha. Ninahama maeneo hayo. Hey, ukiingia maeneo ambao waganga ndio wanadominate, wewe unasimama. Unasema kwa nguvu ya madhabahu haya, waganga hama, wachawi hama, waganga hama, wavihoho hama, wauchawi hama, devil worship hama. Maana mtoto wa Mungu amefika. Utaona mtu anasema siwezi ishi na huyu mama. Let me pack and go. Siwezi kana simupendi lakini sijui ni sababu gani. Maana the one in you is greater. He does not share the glory with anyone. Hey, kuna watu ambao tunahamisha. Kuna waganga ambao tunahamisha. Kuna hali ambao tunahamisha. Umasikini unahama. Magonjwa yanahama. Vita vinahama. Maana una alama ya Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. When you live in such places and you are not careful, demons will dominate your destiny. Ya kwamba unapokaa katika maeneo hayo na utambui, unakuta ya kwamba mapepo yanatawala. Na wewe unapogundua ya kwamba nimekaa na this is a danger zone in my life, unaambia Mungu kitu kimoja, ya kwamba nipe hekima itokao juu mbinguni. Ya kwamba sitasimama niambie mtu hama. Unasema katika ulimwengu wa kiroho ya kwamba pack everything of yours. Pack hata slippers isibaki. Ninapoamka asubuhi nikupate umetoka. Maana kwa hii manyumba natabiria malaika watakaoingia nyumba hadi nyumba. Let me tell you something. Kuna wakati prostitutes waliingia mahali naishi. Na wakaingia kwa mpigo. Mmoja akaita mwingine. Sema akaita mwingine. Hey, ikasema customer wakaanza kuingia. Nikasema siwezi kaa. Mimi nasikia neno la Mungu na makastoma wanaingia. Watajua huyo ni Mungu wa aina gani. Niamka asubuhi nikasema makahaba mtaokoka kama Muhammad. Ninaanza kuwaingilia sasa. Nasema hapa kosesha amani. Gongesha vichwa za customer. Kelele ianze. Wapendwa waliama. Wa kwanza akaama. Wa pili wakaama. Nikasema I cannot share where I stay with the harlots. Haiwezekani. Tena nasikia tu wanasema umeona vile ameweka muziki, huyu anakuanga pastor. How can you mock my God? Unaamka asubuhi nasema pastor habari na makastoma wamejaa pale. Toka!
Hey, unaweza ukahamisha. Landlord anaenda hasara, nini inaendelea? Milango inafungwa, wanatoka. Because I cannot stay there and they stay there. Hapana, there must be a distinction. Ya kwamba unapokaa mahali watu wanagundua kuna maeneo fulani yamekaa, ambayo hapo it is a danger zone. Hata waganga wataambiana ya kwamba hapa tuingii, tutafute milango ingine, hapa tukai. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa uinue mikono yako juu. Nawaambie Baba, sitabadilishwa na maeneo ambayo nimeingia. Sitabadilishwa na maeneo ambayo naitanishwa nayo. Sitabadilishwa na mahali ambapo ninaishi nimejenga, bali mimi nitawabadilisha. Mungu wangu aonekane, Mungu wangu adhihirike, Mungu wangu anitetee, ya kwamba sitatoka kwa utele niende kwa upungufu. Baba, nitetee katika jina la Yesu. Kitu kingine, it is evil foundation at the place of birth. Na nilipokuwa naangalia jambo hili, nilipo ufunuo mkubwa sana ya kwamba yule ambaye anapokea mtoto wa kwanza anapotoka kwa mama ana nguvu zaidi. Ndiposa Farao alipogundua ya kwamba kuwa wana wa Ibrania ni gumu, waliendea wakunga. Akaambia mkunga, huyu mama atakapokuwa tayari, akizaa tu mtoto uone ni wa kiume, maliza. Na nikawa napata ufunuo mkubwa ya kwamba kwa mahali pengine tunaenda tunajifungua, na tunapojifungua kuna wale ambao wanapokea watoto wetu hata mbele yetu, na uwezi ukajua ni madhabahu gani ama ni misingi gani wako nayo. I'm not against the hospital, but nilikuwa nasoma certain article ambayo ilikuwa inasema ya kwamba pia mahali pa hospitali kuna principalities in operate. That is the reason why utapata unapeleka mtu mzima, anafika jioni ameenda. Ukiona wengine wenye wanakuwa na watu kwa hospitali, mtu atakwambia mgonjwa amesema alisikia mtu akimuita, alisikia mtu akimgusa. Na si wewe, ni nani anamshika, ni nani anamgusa? It is the principalities that are operating there. Ya kwamba leo tunaenda kutaja watoto wetu kwa majina yetu, ya kwamba yoyote ambaye aligusa. Kuna wale ambao wanaguza watoto wanaenda na nyota zao. Kuna wale wanaguza watoto wanaenda na afya. Unaambiwa ulizaa mtoto 4 kg, lakini hakui, hatembei, hatambai, ni magonjwa. Ni wewe kukana mchana wa leo na kwamba yoyote aliyenigusia mtoto akaenda na nyota, mimi naguza nikiregesha, ya kwamba ninaregesha faida, ninaregesha nyota yake, ninaregesha afya yake, na utaona Mungu akitenda. Na ningependa kutia moyo sana ya kwamba ni vizuri sisi ambao tulitambua siri ya kwamba huwa tunaleta watoto kwa madhabahu haya. And when we dedicate our children, we surround them. Ya kwamba tunasema sasa tunawabeba katika huo wa moto. Ya kwamba madhabahu yoyote ama yoyote ambaye anaweza shika mtoto huyo, atakapomshika hatamweza, atakapomtamani hatamgusa, kwa sababu anazingirwa na nguvu za madhabahu. Usikae tu na mtoto ukasema mtoto wangu ako sawa. Tamania mtoto wako akuwe dedicated on the altar. Maana kuna nguvu ya madhabahu ambaye huwa yanavunja. Maana unapoleta mtoto for dedication, anajengewa msingi mpya. Anatenganishwa na msingi wa damu, anatenganishwa na msingi wa ukoo, anatenganishwa na msingi ya mahali ametoka, na anaunganishwa na msingi mpya ambao ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unapata Herod, wakati Herod aliposikia Yesu amezaliwa, na akasikia kwamba ni mfalme wa Wayahudi, maana mamajusi walikuwa wameona nyota ambayo sio ya kawaida. Herode anajifanya pia anataka kumshuhudia. Anamwambia muende mkapeleleze habari ya mtoto,
mtakapopata muniite pia mimi nije. Lakini nia yake haikuwa hivyo. Ndiposa unapata watu wengi mtoto anapozaliwa wanamzingira, wanafurahia, lakini sio wote wenye nia nzuri. Kuna yule ambaye anakuja anasema huyu alijaribu aje, maana tulipambana na hii mimba ikiwa kwa tumbo, sasa imetoka tunaiona. Kuna yule ambaye anasema hapa tulikuwa tumefunga ya kwamba utasa uendelee, tunaona nini tena? Ndiposa wewe ambaye unajiita, wewe ambaye unajitambua, wewe ambaye unajijua, ni juu yako leo kukataa ya kwamba kila misingi yoyote ambayo ilitanishwa kwa majina yetu. Hilo ndio jambo lingine. We get evil foundation laid because of our names. Majina ambayo tunaitwa. Kuna jina ambayo nilikataa sana, nilikuwa naliombea. Na what made me to have that revelation ni kwamba waliniambia mwenye niliitwa alikuwa mtu mzuri sana. Watu walimpenda na watu walimdhamini. Lakini kuna kitu kimoja yenye waliniambia nikalikataa, ya kwamba despite her being honored with the good name, he was very poor. Mnacheka. Na kwa nini nasema alikuwa maskini? Niliambiwa ya kwamba ati angesiaga miogo aanike tena aikule. Nikasema hapana. Kama angekuwa tajiri ningeambiwa angeenda kwa gala atoe chakula na apike. Kama anaweza enda kwa shamba atoe miogo, asiage, aianike, aisiage we unga ndio akule. Nikasema that is not my portion. Ya kwamba mimi sitakuwa wa kuhangaika, nitakuwa na utele wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. We have the word Abram. Abram means barrenness. Na ukiangalia maisha yake aliishi bila mtoto, mpaka ikafika mahali akaona ni kama Mungu amechelewa, akachukua mjakazi. Lakini Mungu alipogundua ya kwamba majina yana uzito na huyu mtu agundui, akamwambia utaitwa Abrahamu, baba wa mataifa. Ya kwamba kuanzia leo utakuwa baba wa ukavu, utakuwa baba wa mataifa. Asubuhi ya leo tunaenda kunenea majina yetu, ya kwamba kila jina ambao tuliitwa, ambayo inabeba misingi mibaya kwa maisha yetu, ya kwamba tunaikataa na tunajenga msingi mpya ambao tutaunganishwa nao kwa majina yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jabezi alipogundua ya kwamba aliitwa Jabezi kwa jina la uchungu, anakataa. Na anasema Baba, badilisha jina langu. Yakobo aliitwa mnyang'anyi, mwizi, na tunaona maisha yake yakifanana na mnyang'anyi na mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tunaona anachukua uzao, anachukua haki ya uzao wa kwanza. Lakini anapokaa na kutafakari na kusema hisi ya ukawaida, when he wrestles with God, anamwambia sikuachilie hadi utakapobadilisha ili jina mbaya nililoitwa, hadi utakapobadilisha huu msingi mbaya niliowekewa, hadi utakapobadilisha hii misingi nao nisumbua. Ndiposa malaika wa Mungu akambadilishia jina, akamwambia utaitwa tena Yakobo, bali utaitwa Israeli, maana utaitwa tena mnyang'anyi, utaitwa mubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mchana wa leo kuambia Baba, ninakataa. Ninataka jina lililo jema. Ninakushikilia hadi utakapobadilisha jina langu. Ninakushikilia hadi jina langu litakapobarikiwa, ya kwamba popote watakapoita jina langu nitaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Let us look at the signs of evil foundation in our life. Ni dalili gani ambayo tunaweza angalia na tukasema kuna misingi mibaya juu ya maisha yetu? First sign is short life. Kuna wakati ambao nikiwa hapa nilizungumuza jambo na ningependa kurudia. Maeneo ambao mimi natoka ni vigumu sana. Wangapi wanatoka side za Marachi huko? Wa Marachi, wa Butula huko. Ni vigumu sana upate mzee wa 80-90 years
anatambaa. Ni vigumu sana. Pale wazee wanaenda wangali 60, 70 mtu amemaliza. It is very hard. But when you go to some places, chani peane mfano mzuri like Teso huko, utapata mtu ni mzee hata kwa 101, lakini bado anapumua, bado anaishi. Na wewe ambaye unatambua ya kwamba kuna maeneo ambaye kuna maisha ambayo yanakatishwanga tu, kuna vitu ambavyo vinaisha tu shortly, ni juu yako kusimama na kukataa ya kwamba mimi sitaenda jinsi wengine wanaenda, sitaenda vile patterns za wengine zinaenda. My pattern will change. Ya kwamba nitakaa kwenye nchi na nikule mema ya nchi na nishuhudie utukufu wa Mungu kwa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Short life affects vision and dreams. Ya kwamba kile ambacho umepanga, kile ambacho umepangia na unakiona, maisha yanapokatika yanakata. Ningependa tuinue mkono wako juu. Na unapoinua mkono wako juu, tabiria, nena jambo, si kwa maisha yako tu bali kwa ukoo, ya kwamba mimi watoto wangu hawataenda, mimi wazazi wangu hawataenda, mimi familia yangu haitaenda. Maisha ya ufupi sio sehemu yetu. Kataa, kataa, kataa. Sema maisha ya ufupi sio sehemu yetu. Kila madhabahu yaliyoinuliwa hapa, inafikanga wakati wanachukua, inafika wakati wanaenda na yule wanapenda, haitakuwa sehemu yangu, haitakuwa sehemu ya familia yangu, haitakuwa sehemu ya watoto wangu, katika jina la Yesu. Kataa, kataa. Sema kila limitation ambayo inaenda na miaka. Mtu akifika miaka fulani ameisha, mtu akifika miaka fulani imefika hapo. Kataa katika jina la Yesu. Ambia Baba, ninakataa, ninavaa silaha za kivita, ninanyamazisha every limitation, ninanyamazisha every short life in Jesus name. Na Baba ni mwaminifu. Kitu kingine is profitless work. Kazi isiyokuwa na faida. Leo tunaenda kufanya vitu vingi. Nataka tu ushike kichwa chako hivi. Na unaposhika kichwa chako hivi, jinsi Petero, Yohana walivyokesha kwenye maji na wakatoka hawakuvua chochote, hiyo sio sehemu ya watoto wa madhabahu haya. Jitaje kwa jina lako. Ambia Mungu, ninakuja mbele zako. I will not labor in vain. Ya kwamba sitafanya kazi miaka 40, nifike nyumbani hakuna chochote, nimalize retirement hakuna cha kuona, nimalize miaka yangu ya kazi hakuna. I will not labor in vain. I will not labor in vain. Margaret, I will not labor in vain. Ya kwamba wengine wanafanya kazi wanatoka na faida, na wewe unakesha asubuhi na mchana, na unatoka unarudi jinsi ilivyoingia. Sema hiyo sio sehemu yangu. Ninaikataa sasa. Ninaikataa sasa. Hasara ninakataa. Kutakuwa na faida nakataa katika jina la Yesu Kristo. Mungu anaweza. You get that there are some people who are very hard working. Wanakuwa na maono makubwa. Wakikaa mahali company inainuka, wakikuwa mahali kazi inainuka, wanasema amefanya tu miaka 10, lakini tumekuwa naye chama, wote wamenunua magari, yeye hana. Sijui kama maiona watu kama hao. Unapata mtu anasema yeye ndio mwanzilishi wa hiyo chama. Wengine wote wamenunua magari, wengine wote wamenunua mashamba, na yeye anabaki tu na title ati sisi ndio waanzilishi. A founder without profit. Hiyo tunakataa katika jina la Yesu. Ya kwamba chochote tutakachoanzisha tutaona faida yake, tutaona matunda yake, tutaona kuongezeka kwake, maana Mungu ni mwaminifu. You cannot work and labor in vain. Ya kwamba unafanya kazi, wengine wanarudi mwisho wa mwezi, mtu anakaa na piga story anasema mimi nimejijenga, na yeye hakuna. Nasema God knows. Tunakataa. Leo
Our hands must change. Mikono yetu ibadilike. Pale ambapo tunatamani kugusa na tugusi, leo tutoke kwa neema mpya ya kwamba chochote tutakachogusa, chochote tutakachotabiria, chochote tutakachopeleka mikono yetu, faida ionekane, pesa ifike mikononi mwetu. Hatutakuwa wa kuhesabiwa hasara, bali faida ionekane ndani ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Ningependa tu unene jambo moja kwamba you spirit of poverty, spirit of dryness, let me go in Jesus name. Wewe roho ya umasikini, roho ya ukavu ambao uliingia na ukajenga misingi, kauka kwa jina la Yesu. Niwachilie kwa jina la Yesu. Achana na maisha yangu katika jina la Yesu. We have also aimless life. Unapata mtu you live without a purpose. Mtu anaamka asubuhi anasema mimi niko tu, tuko tu, tunafanya tu. Mtu anapoanza kutamka hivyo, that's a person who has lost hope. Huyo ni mtu ambaye matumaini yake yameisha. Lakini ningependa kutia moyo ya kwamba there is a hope for a cut down tree. Ya kwamba yako matumaini kwa mti uliokatwa. Ya kwamba kwa harufu ya maji itachipuka tena. Ya kwamba yako matumaini kwa ile iliyoisha. Yako matumaini kwa ile iliyokauka. Ya kwamba utachipuka tena. Kuna kuchipuka tena. Hatutakaa tu maisha ya kukaa, maana wakati wa Mungu umefika ya kwamba watu watakapomtambua chipukizi litaonekana. There is a turn around in our life. Ya kwamba watu watakapokuona hawatajua ni wewe tena, hawatatambua ni wewe tena, maana Mungu atabadilisha kila hali. Pigia Yesu makofi mazuri. The time of receiving has come. Ni wakati wa wewe kupokea. Pengine umeingia kuna kitu ambacho unataka kupokea, hakifanani na changu. Ningependa tunyoshe mikono yako mbele ukiashiria madhabahu haya, na utamke kile ambacho ungependa kupokea. Kama ni shamba, ambia Baba ninahitaji shamba. Kama ni watoto, ambia Baba nipokeze. Kama ni pesa, ambia Baba ninahitaji. Maana wakati wa kupokea umefika. Wakati wa kushika umefika. Wakati wa kufurahia umefika. Ninashika afya yangu, ninashika pesa yangu, ninashika chochote adui alichochukua katika jina la Yesu Kristo. Baba ni mwema. Kitu kingine, it is unexplainable marital distress. Unapata tunapitia hali nyingine. Unapata ndoa haina amani, ama ni ndoa mbaya, ama ni ndoa ya kuchelewa, ama ni ndoa ya majonzi, ama ni ndoa ya kutokuwa na furaha. Tamka ya kwamba kuna madhabahu pale ambayo ukiyaweza kuyavunja utakuwa wa utofauti. Haijalishi kama we ni wa kwanza ama wa mwisho. A last born can revive a first born. Hata kitinda anaweza okoa akifungua mimba. Haijalishi ni nani yule ambaye atagusiwa, lakini yule ambaye atatambua na kusema ya kwamba ninasimama kwenye pengo, utaweza kuokoa familia nzima. Unasema ya kwamba haijalishi wale walihangaika vipi, mimi ninasimama kwenye pango. Kwa niaba ya hii familia ninakanusha. Kwa niaba ya hii familia I turn things around. Na wakati zinaanza kutimia, everything will change. Kuna ushuhuda mmoja ambao nitashuhudia wakati mwingine. Wapendwa, nyinyi ambao mko hapa, Mungu amewapa ufunguo. Hebu fanya hivi kwa mkono wako. Mungu amekupa nini? Utakapofungua ule mlango, wengine wanaingia tu. Wengine wanaingia tu. Hawaoni strain. Hata kama mtu aliona hapa
imekuwa miaka na miaka ingiki, lakini kwa sababu wewe umefungua wanakufuata tu. Ni mlango gani unatamani ufunguke kwa familia? There is something common yenye unaangalia unaona hawa inafanana, yao inafanana, yao inafanana. Ambia Baba nipe ufunguo ambao nitakapo ufungua wengine wetu waingie ndani, familia yetu ingie ndani, maisha yetu ingie ndani. Watu wakiangalia waseme kupitia kwa dada fulani hakika ile boma imekombolewa. Kuna ufunguo ambao Mungu amepea kila mmoja. Kuna tamanio ya moyo wako ambao unaangalia unaona kweli boma letu shetani alilibeba mizigo. Shetani alifurahia. Shetani alikaa akajitukuza. Hata kama analala nasema hata hakuna haja kupambana nao, nilimaliza. Ambia Baba nipe nguvu mpya. The war has just started. Ya kwamba maadui hata kama mlifurahia mkakaa mkanalify, I'm starting a new record. Ya kwamba pale walipomalizia mimi ninaanza vita nao, mimi ninaanza kuwapepeta, mimi ninaanza kazi mpya hadi nitakapopata ushindi. And you will see God working. Kitu kingine ambao ningependa kuzungumzia is difficulty in sustaining God's blessing. Ya kwamba ndio unapokea. Kwa sababu gani? Imani yako iko juu na maono yako yako juu. Na ukisimama hivi unaona kweli Mungu amenibariki, lakini kuendelea kushikilia ile baraka inakuwa ngumu. Unapata mtu anasema Baba amenitendea, kuna mahali singeweza kufika nimefika. Lakini unapoamuka shetani anakuchapa, madhabahu yale yanakuchapa, unarudi tena chini ni kama unaanza. Ambia Baba ninaanza mwanzo mpya. Ya kwamba nimetambua kuna madhabahu ambaye anashikilia baraka zangu. Ndio ninapata upenyo napokea, lakini wanasimama wananipinga. Leo hawatanipinga tena, maana ninaingia kwa nguvu mpya. Ya kwamba chochote ulichoniaidia ni baraka kwangu. Sitahesabu baraka ni hesabu hasara. Nitahesabu baraka na iwe yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sio sehemu yetu kuhesabu watu wanaenda ngambo na wanarudi deport. Sio sehemu yetu kuhesabu watoto wanaenda university wanakataa kumaliza. Sio sehemu yetu kuhesabu watoto wanaanza kazi wanapotea. Hapana, hapana. Baraka za Mungu ni ndio na kweli. Ya kwamba kile alichoaidia anashikilia. Ambia Baba ninashikilia baraka zangu. Mahali pangu hakuna atakaye ning'oa. Baraka zangu hakuna atakaye chukua. Pale ambapo nimekaa ninatabiri ya kwamba hakuna adui atakaye shika kile ambacho Baba umenitabiria na nimepata. Katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Mwisho ningependa kuangalia what are the steps of deliverance from evil foundation. Ya kwamba tutachukua hatua gani ili kutoka katika madhabahu haya. Madhabahu ambayo yametuhangaisha, madhabahu ya kimaeneo, madhabahu ya damu, madhabahu ambayo tumezaliwa. Jambo la kwanza is through salvation. Wapendwa, kama uko mahali hapa na hujampokea Kristo, hata tukuwekee mikono, hata tuombe moshi itoke, hata tuombe uone tu malaika Gabriel amekubeba juu, we are doing in vain. Kama hujaimkiri Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, ni vigumu kuvunja misingi. Ni vigumu kuzivunja misingi. Ni vigumu wapendwa. Sikuwahi gundua kitu hadi wakati niliambiwa ya kwamba unaweza kuta Mkristo ameokoka na kweli anamtumikia Mungu, lakini anaposikia mwingine akitoa ushuhuda, moyo wake unachomeka. Sema hii ushuhuda ingekuwa yangu, hii baraka ingekuwa yangu. Kuna misingi ambayo inakuzuia wewe kujiachilia ili ufurahie baraka za mwingine ili zako zichipuke. Na wewe inakuja tu naturally. Unapata mtu anasema ati hata huyo dada anajifanya amebarikiwa, mupe siku 2. Kuna kitu inakusumbua.
There is a foundation there. Naona mwingine anacheka, anasema pastor umesema ni ukweli. Ukiona kuku ya jirani napita hivi unafura kama kangumu, kuna pepo inafaa itolewe. Ukiona mtoto wa mtu anapita ati hao wanajifanya wanaenda university, kuna pepo inafaa itolewe ndani mwako, ambaye unabeba tu Biblia kuja kanisani lakini bado iko kwako. Niambie pastor, hata kuombea pastor niombe roho chafu initoke, haki atakuombea free. Watu wanacheka. Unajua watu wameshindwa kupata baraka zao kwa ajili ya vitu vidogo vidogo. Unapata mtu anashuhudia promotion, mtu amefura hata akuli. Songesha chakula huko. Kwani wanaonanga tu yeye peke yake wa kumpea. Hiyo roho hauwezi ukapata baraka za Mungu. Yule ambaye anaona watoto wa watu wakipita anafura, hakuna baraka za Mungu. Yule ambaye anaona mtoto wa mtu akienda shule anasimama kwa barabara amekasirika, hakuna baraka za Mungu. Wacha nikuambie leo, ili nitakapofika kwa hukumu atauliza Magi uliwaambia? Nitasema Baba niliwaambia. Na utaulizwa ulisikia? Unasema nilisikia. Alisema kama nilisikia yako nikiwa nasinzia, lakini Mungu nilisikia. Ambia Baba nisaidie, niumbie moyo safi ambao nitafurahia baraka za wengine ili zangu ziweze kunifikia. Watu wanashangaa wanasema mimi wasibarikiwe. Haubarikiwi maana hujaachilia kile kilicho ndani. Maana ukiwaachilia kile kilicho ndani, na kile ambacho Mungu amekupangia kitashuka. Na kile ambacho Mungu amekupangia kitashuka. Huenda yule amenunua gari ndogo, na kupitia kwa kuwa na moyo safi Mungu anakupa gari kubwa. Huenda yule amejenga kanyumba kadogo, lakini kwa sababu ya moyo wako msafi unapata gari kubwa. Kuna yule ambaye utapata mwingine hata mtu alienda tu high school, lakini kwa sababu ya moyo wako mzuri wako anaenda ng'ambo bila masomo, bila chochote. Maana neema ambaye Mungu anashukisha, anaangalia mioyo yetu. Wapenda, tutakaposimama leo, ambia Baba ninajiweka mbele zako. Chochote ambacho kilibaki ndani mwangu, iwe ni hasira niondolee, iwe ni roho mbaya niondolee, iwe ni macho mabaya niondolee. Kia neno lako ndani mwangu ambaye itanisababishia niweze kusimama katika msingi wa Kristo. Wapendo, unapata mtu ni mkubwa hata wa kanisa, lakini anaposimama anapiga wengine wadogo vita, maana hawataki wainuke kiwango chake. Hiyo ni roho ambayo unakataa. Makanisa mengi yamevunjika kwa sababu ya hiyo roho, maana walifuata wakajenga misingi, lakini hawakuachilia misingi ambayo iko ndani mwao. Unapotoka na kujenga msingi kwa Kristo, ambia Baba ninang'oa misingi yote ile ambayo sijui na nanajua, ninang'oa ili ujenge msingi mpya kwangu. Na utaona Baba akitenda. Kitu kingine, it is through the word of God. Kupitia neno la Mungu kuna misingi ambayo inavunjika. Ukisoma Yeremia 23 mstari wa 29, Mungu anauliza, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, ama kama nyundo ivunjae mawe vipande vipande? Ya kwamba unaposhika neno la Mungu linakuwa moto ulao chochote ambacho kinapitia. Huwa naona a furnace power, ya kwamba moto unapowashwa na uchochewe zaidi, hata kile ambacho kiko kando moto ula. Hivyo ndio neno la Mungu linakuwa, ya kwamba unapoliweka na unalijenga ndani ya maisha yako, inakula chochote kiovu, inaharibu chochote kibaya, inabomoa kila misingi, inakusafisha, unang'aa kama dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Inasema inalinganishwa na nyundo ivunjayo, ya kwamba unapobeba neno la Mungu. Ndiposa nimesema ya kwamba unaweza kuwa Mkristo wa miaka na miaka, lakini moyoni roho ukiona mwingine haulali,
ukiona jirani haulali, ukiona mtoto wa jirani alisa imeingia, pressure imeingia, wanakubebanga tu wakikupeleka huko kwa sababu umesikia tu amefika form 4. Ambia baba, ninawachana na hiyo roho. Ninataka uvunje hii maneno. Vunja hasira, vunja roho mbaya, vunja macho mabaya, vunja tamaa ya kwamba hakuna chochote kinapita. Ambia baba, nivunje kwa neno lako ili niweze kutoka katika misingi. Kwa wakati wako utasoma Hebrews chapter 4 verse 12 ambayo inasema neno la Mungu lina uhai, lina nguvu, lina ukali kushinda upanga ukatao kuwili. Na kitu kingine, it is through prayers ambao tunataka kuingia. Napomalizia kisoma Romans 10:13, Biblia inasema ya kwamba yeyote, whoever calls my name shall be delivered. Ya kwamba yeyote atakaye niita jina langu atakombolewa. Ndiposa tunataka kuingia katika maombi mchana wa leo. Na tunapoingia kwenye maombi, kuna kitu ambacho ningependa wanasifu wanapokuja mbele, ya kwamba they will lead in worship. Na anapoingia katika kuabudu, ningependa tujiachilie mbele za Mungu na mwenyewe upeleleze ndani ya moyo wako. Uangalie, useme ni misingi gani ambayo inanizuia mimi kuenda kiwango kingine, ambayo inanizuia mimi kusonga kiwango kingine. Na utumie jina la Yesu kubomoa, utumie jina la Yesu uharibu kila misingi mibaya. And we shall be just there worshiping. Ya kwamba yoyote ambaye Mungu atamhudumia,